Haleluya. Karibu tena katika mafundisho mafupi kabisa ya vijana, lakini nazungumzia hasa mabinti. Ili binti awe na maisha mazuri, anatakiwa kuyatunza maisha yake. Huwezi kufikia kwenye maisha mazuri kama hutunzi maisha yako. Tunaposema kufikia maisha mazuri, maana hapa katikati kuna vitu ambavyo binti anaweza kukutana navyo na vikaharibu maisha yake. Kuyatunza ikiwa ni pamoja na kuyalinda maisha yako. Binti unayenisikiliza, hakuna mtu anaweza kuyatunza maisha yako isipokuwa ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuharibu maisha ya mtu isipokuwa ni wewe unayaharibu. Mwenyewe unayaharibu maisha yako kwa sababu huyatunzi. Na ili binti aweze kuyatunza maisha yake, lazima awe na uwezo wa kujua ni vitu gani hasa akivifanya au vikija kwenye maisha yake vinaweza kuyaharibu. Na maisha yakiharibika, unaweza ukafika kwenye hatima, lakini si katika ubora ambao wewe ulitakiwa uwe nao. Mtu anaweza kaja kwa anaolewa, lakini anaolewa katika namna ambayo sio yenyewe. Yaani ameshavuruga maisha yake. Sasa ili ufikie kwenye maisha mazuri, lazima uyatunze maisha yako. Sasa binti anayatunzaje maisha yake? Tunatunza maisha yetu kwa kutunza sehemu ya siri. Hiyo ndio sehemu pekee ukiitunza utasema unatunza maisha yako. Nisikilize binti. Binti asiyetunza sehemu yake ya siri, huyo hawezi kutunza maisha yake. Wako mabinti wanaolalamika maisha yameharibika, kawaulize walitoa nini ili maisha yaharibike. Alitoa nini? Hakutoa mdomo, hakutoa sikio, hakutoa macho, alitoa sehemu yake ya siri. Maisha yakaharibika. Kwa hiyo wewe unayetaka kuyatunza maisha yako, tunza sehemu yako ya siri. Mimi ninaposema kwamba mimi natunza maisha yangu, cha kwanza ninachokitunza na kukilinda ni sehemu yangu ya siri. Siwezi kusema kwamba mimi natunza maisha kama situnzi sehemu yangu ya siri. Siwezi kusema kwamba mimi nayalinda maisha kama silindi sehemu yangu ya siri. Kwa hiyo binti, nikuombe, unataka kufika kwenye hatima ya maisha mazuri, tunza na kulinda sehemu yako ya siri. Angalia sehemu yako ya siri unaitunzaje, unailindaje. Tafuta bastora, linda, kwa sababu huko ndio kwenye maisha. Wewe unayefanya kazi ya kugawagawa sehemu yako ya siri, unagawa maisha na hutajua ni saa ngapi maisha yako yameharibika. Wale watu wenye akili, wenye uwezo wa kufikiri, wanalinda na kutunza sehemu zao za siri. Na huko, hiyo ndio thamani pia ya binti. Binti mwenye thamani, anayeweza kuvutia au mwenye mvuto, ni yule ambaye anatunza sehemu yake ya siri. Huyo ndio mwanamke akipita mahali popote anaonekana yupo. Yaani huyu mwanamke yupo kwa sababu anatunza maisha yake kwa kutunza sehemu ya siri. Na Biblia inasema binti anawezaje kuyatunza maisha yake? Ni kwa kulifuata neno la Mungu. Kwa wewe unayetaka kutunza sehemu yako ya siri, anza kulifuata neno la Mungu linasema nini kwa maisha yako. Sikiliza, sehemu ya siri haipo kwa ajili ya zinaa. Haipo kwa ajili ya matumizi ya mwanaume. Kila mwanamume tu anaitumia, kila mwanamume tu anaitumia. Sehemu ya siri ipo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ni kiungo ambacho Mungu amekiweka kwenye mwili wako
ili kitumike kwa ajili ya utukufu wako. Na thamani ya hicho kiungo, na wewe mwenyewe unaweza ukaona kwamba umeendea haki, labda ni pale ambapo kinatumika kwa mtu sahihi. Kwa mtu sahihi. Hasa huwezi kusema kiungo cha siri kinatumika kwa mtu sahihi kama hujaolewa. Yaani kama una mtu aliyekuoa. Alafu binti, unaweza kutoa mwili wako autumie mpita njia. Yaani mpita njia, mtu ambaye haji kuishi na mimi, atumie kiungo changu cha muhimu kama hicho.